Clouds TV, empowering lives. Amaninotam umwambie huku ni kwa Mungu, hakutukuagi na matamu. Sisi ni watu wa Mungu. No, sio hiyo. Dunia shogothi muno. Tiga ndathondeka indo ciakwa ciagira ngicoka guthondeka ni mathukirie. Mwambie puguse main ama hiyo ingine. Tuko kwenye dreams na nipatie hai apuguse mtungi kila kitu. Kuna vitu mnachokaraga hapa na kuja kana lala huko usiku nikitengeneza vizuri. Alafu anadhawadhania. Ndio shogadi. Simutafuta msee mwede aende wasugumusie. Msee. Bwana Yesu asifiwe sana. Mary. Mary. Alienda wapi? Ulisalimiana? Ukitaka tena wakujue vizuri, kuja wakujue vizuri. Je, matire mara kuona yega. Kuja hapa juu. Ni wapi? Huyu ndio pastor wetu wa Eldoret. Mahujiri hanini? Asante. Mwathani agocwo ringi. Tutikigethanio ringi. Mwega ndageithagio rimwe mwathani agocwo. Otoguo ngumwirite maritwa makwa ni Merenjeru wa Macharia na ndi muhonoku. Jesu ni mwathani thiini wa ngoro yakwa. Na makiria ngakenera ni undu wa kuhe kanya ga guka kigongona-ini kia mwathani na nyumite Eldoret Uasin Gishu County. Bwana asifiwe. Unajua watu wa Nairobi wakisikia Uasin Gishu ama wasikie Eldoret wanaona ni mbali sana. Lakini sisi tumezoea na wakati unatafuta kitu chema hauoni mbali. Bwana asifiwe sana. Nashukuru Mungu kwa sababu wakati alileta apostle kwa maisha yetu kama jamii na kama Eldoret tumepata mabadiliko. Na kwa hivyo tumekuja mahali hapa ili tuendelee kuchovya katika yale mafuta. Kwa sababu Mungu akikupa nafasi na wakati wa kukaa chini ya mafuta mazuri, chochote utakachopata kitakusaidia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunataka kujumuika na nyinyi na kusema ya kwamba tunawapenda kule Eldoret na zaidi tukue watu wa maombi. Mwathani agocwo. Kale kirie kuhujia kanike. Wakati nimesikia watu wakiwa kwa maombi mazito, nikasikia inaendeshana na yenye Mungu alikuwa ameweka ndani yetu. Kwa sababu kuna wakati Mungu alituambia watu wamezoea kuombewa sana. Tumezoea kuombewa sana na tunapenda kuombewa sana. Ili tufanye kazi ya wachungaji na walio juu yetu raisi, Mungu akaniambia lazima watu warudi kwa nini? Kwa maombi. Tufunze kurudisha watu kwa maombi. Ati mwoka kigogo na ineta giki andu makamba magaturia maru o enyewe makehoera. You pray up yourself. Tukehoera nigetha riria ndungata ya Ngai iroka kigogo na iniri, the atmosphere is already charged. The atmosphere is already charged. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati unanena na Mungu kuna kitu anafanya ndani yako. Mwathani agocwo. Na riria turaeruta Waruinge hari undu Ngai ekaga. Riu turamenyerete atiriri ati o hindi tuoka kigongona-ini turenda kuhoerwo. No Ngai arenda uri urenda and be very open with our Almighty. Unajua saa zingine watu na behave like kama Mungu hatujui. Lakini anatuelewa, anasema ati mutabeto ndeine ya mamu wanyu ni damu. Bwana asifiwe. So ikiwa alikuwa anakujua kabla ujaumbwa, tajira Ngai ucio ni Ngai wa muthemba uriku. So do not be a hypocrite with our Almighty. Uri oraigwa mwire kira kurema mwire ni o niguo hana. If you are full of jealousy, tell him jealousy no ni kunina.
okoro ni ora nduri na gwitikia era Ngai ndire na gwitikia okoro nduri na ndurahota mahoya era Ngai uri oraigua. Be sincere with your God, and out of that sincerity something will be birthed out of you. Bwana asifiwe sana. And when you align yourself with God, by the time the pastor is coming on this altar, roho wa Ngai ni okorwa mutungatite tondu arugamaga haha nigetha atungate ngoro iria entrustirwo ni Ngai. Na angikorwo we ni ukuhoete Ngai rucino woka ri na woka kigongona-ini wa mwita ri, by the time he's standing here, the Spirit of God will be in coordination. Bwana asifiwe. And that is when you realize adu makiuma kigongona-ini makauga atiriri na kainie ni pastor kugaga i tondu ni uhoire nake ni ahoete. Bwana asifiwe sana. Tunataka kubadilisha. We want to bring a shift in the kingdom of God. Tumezoea roho wa dini sana. Na tumezoea kama Isaia 29 inasema tunatukuza mambo ya ulimwengu. Riu ni twamenyeria makanitha maria tuthiaga tuingira ati unaingiaga guka ibada on Sunday, ndarora thaa yakwa ngauga thaa ici ni ucundo raruto, thaa ici ni kina mareka tondu ni twamenyerire mutindo. Tunataka kubadilisha that narrative, tukue watu wa Roho Mtakatifu. Ndio every Sunday when we come on this altar there is a difference. Hautaelewa roho ya Mungu atatembea namna gani siku ya leo, kwa sababu hatujezoea ile kawaida. Ruto amenyarire kawaida, riu kugo na guka nyumba ya Ngai ni kawaida. Na ria tuoka ri tutira our spirits are not being touched. Roho zetu na nafsi zetu hazibadilishwi, lakini tukipata kujua Roho Mtakatifu anatembea every time tukija madhabahu hii, iwe ni Tuesday, iwe ni Wednesday, iwe ni Thursday, hatutakuwa tunatoka the same. Bwana asifiwe. Kugo ndirahoya atiriri na ndirori atiriri, tutigeturie marutwire Ngai atiriri atuondolee ukawaida. We need the manifest presence of our mighty Jesus. Kwa sababu ritu amenyaririo na twathi nyumba ya Ngai tumaga oria ona ungiuria oria guthire ndungimenya, but when there is a shift and there is the presence of God, ati ona wathi muci mundu akuria mwiriro atia, you will remember tondu you had an encounter with the Holy Spirit. Rundi narrative yo ni oturenda tucenjie ati every time tuoka nyumba ya Ngai ri ni turikoragwo na encounter nao na Ngai, na roho wa dini tukumithie pio muno tondu ni woratawala. Tutire andu matiramaka matiraenda kumenya kurathierira atia, no twenengera Ngai omunene waita na tuetikire aje gutucenjia. Tuamini Mungu ataanza kutuumba upya, that he will dismantle us and start building us afresh to the glory and honor of our Almighty. Hiyo ndio imekuwa matamanio yangu zaidi na kilio cha moyo wangu, kwa sababu nimeona tumezoea kila kitu ni kawaida. Kuingia kwa nyumba ya Mungu ni kawaida, lakini sasa tunataka tubadilishe hiyo narrative. Kama niyo tukienda kama ni peace caravan, isikuwe tu ni kama ni kawaida. Tukienda kwa hiyo peace caravan, tukitoka pale Jacaranda, hiyo anga inakuwa shifted. Because the reason why God is raising the apostles in the last days, it is for a shift, because apostles deal with foundations. So tukienda pale Jacaranda, there is a foundation there, and if it is not spoken to apostolically, hata tufanye nini hatukutakuwa na mabadiliko. Lakini tukikubali apostolic yenye shetani aliiba, unajua alikuja akatoa apostolic na prophetic, na hizo ofisi mbili ndio zinasimamisha kanisa. So akaja akaondoa, akawacha mchungaji, akawacha hata evangelism ilikuja ikatolewa, tukabaki na mchungaji. Na mchungaji ni mzuri sana, but without the apostolic and the prophetic in our lives, tutapoteza. Na ndio unaona apostle anasimama hapa kila wakati ndio tuweze kudeal na misingi yetu, kwa sababu kila mmoja ako na msingi yenye inamsumbua. Mimi kwenye nimetoka kuna msingi ilikuwa inatusumbua, lakini wakati tulikubali apostolic ikaingia kwa maisha yetu, we are seeing a progressive change in our family. So tukikubali kukaa chini ya mafuta ya kimitume na kinabii, our altars will be dealt with, our foundations will be dealt with. Na hizo foundation ndio zinatumaliza, na hizo ndio shetani amekataa tusielewe na tusijue. Kwa hivyo tukiwa hivyo tulivyo, tusijidharau. This is a mighty army. Muradi tu tupate, if we allow ourselves to be aligned, atustochokio rainine ya Ngai, tondu nitumete rainine ya Ngai. Riu Ngai okite gutucokia rainine yake, agaturehera kuhani thiini wa muturire witu. Koguo twetikira, apostles,
they sit in the council of God. And then God gives them the pattern. Because when Noah was told to build the ark, he did not build the ark according to his imaginations. He had to wait for direction. Akero ni measurement na ni kina. So if we apply that today in the body of Christ, those are the apostles. They don't speak out of their own mind. They sit under the counsel of God. Makero, this is how I want the body of Christ to be. So if you are not going to be careful to capture what apostle is saying here, nemoko lose kidu kinene muno. Not wetikire na tumenya ati niwe ucaguritwo ni Ngai nigetha Ngai kiria amurilize ri agoka agaturekereria. Tondu tutigutura haha ndungirutwo coke uturi o haria turarutwo nigetha na ithu tutuike andu a guteithia andu aria angi. Tondu kigongona giki, when an altar is apostolic, tikigongona kia mundu umwe, it is for everybody. Kwa hivyo ithu tuguka turutwo tushoke. When they sat under the feet of the apostles, they were taught and they were released. So na ithu twaikara rungu rwa maguru ma apostolic ri turutwo tushoke twitikire ri, when you shall be sent wherever you shall be a system, as he calls it. At oharia wathi you become a system, and a system that is changing, because the system comes to change. Kogo tutige twekate twesina goguine ya CFC na tutirashenjia na tutira make impact. Ore apostle auga oko tutiko make impact atikire fatwa aguka guikarathi tuthikiririe. But if we allow the system, turaruto system ine ya magongona mama ithe maito twekero system ya Ngai that is apostolic and prophetic. So when we allow that system to be in us, definitely we'll make an impact to other people. And that is my prayer and my desire. Jera Ngai atere agikoro digushenjia miturire ya andu dikuona fata wa duike ati de mutugatiri. Kogo na inyuere to muhaka oke haha, but in your own capacity ria Ngai akuhete ri kiria twekirwo thiini witu ri reke kianjie ku impact kinya majirani aitu na family citu. Ni moyo horo wa kuhunjiria family uri ari mwe ukoragwo wi muritu. No twetikira Ngai atucenjerie muturire ri na altars citu cidulona cio ri lazima watati. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nafurahia kuja mahali hapa, na sisi kule Eldoret tunaendelea kuhubiri injili, na si injili tu ile ya kijuju. Tunaambia watu ukweli nigetha waguteithike kiate ateithike. Tondu twaga kuruta muigwa na mahirari tutiri wira turaruta. Koguo kaba wire mundu ma ambe agutige for a while, no agikinya haria nie gucoka tondu ngore yake, the spirit in him will bear witness ate uguo ndirerirwo niguo kwagiriire. Riu reke tutuike andu a gwitikira kuheo uma umwe utacenjagia, na Ngai nie gutuika maundu mega. Bwana asifiwe. Simama tu hapa, simpigie mama makofi. Anatosha matoshi? Si unaona kuna kizazi kimekuwa. We have preachers. Na sasa huko Eldoret tutaenda kurojirini. Bado tunajipanga. Munajipanga bakarini. Kawatu kile bale yageka. Thank you muno Ngai akurathime thiikare haria. We ika hapo nyuma. Acha kai hapo. Mpelekeni bagi yake hapo. Yes. Yeah, na Monica naye kule Lodwa amejikakamua, wamejenga, they are almost finishing. We are going to launch. Sindio? So that I want also you to come up. Mambo ya kukaa hapa Magdalene, you have stayed too long sitting down here. Hii hapa si neno na si CFF. Hii ni kitu kingine tofauti. I am training trainers. I'm not sitafuti washirika. I'm training what? So that you can go get there. Mwaendelee. Unasikia huyu anahubiri kabisa vizuri. Huyu hata nikikuja hapa nimwambie kaa hapa mwezi mzima sitakuwa na wasiwasi, naenda UK, naenda napumzika. Naitisha kanyama kangu na kulaga pole pole, because I know I have left somebody who can be able to articulate what we articulate here. Bwana asifiwe sana. No togetura nawe koki haha. Nduri wanyita microphone, ndukanyita microphone, unakaa tu hapa. Ati ni kukula tu chakula, kukula chakula. Hiyo sahani itaisha. Sidio? Ukikula sana umezeeka, wako lile mushini, wakile atia. Asita musazi anataka kuuliza kagoti atia. Baka musee anauliza kama mama anauliza kai jelly.
kagwathiri atia kaya toragio. Mwathani agocwo. And this is what I want. Please, 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 please. We are not looking for members ama washirika. I'm training you to become. In 6 months is enough for you to come and tell me I want to open a church. I want to go somewhere. Nataka kwenda kuhubiri mahali fulani. Are you getting me? But not forever. Tukae hapa forever. Ni okolile ginya sasa sijui nini. We are on the topic of dreams. Yeah, si ndio? We are in the last episode, episode 8, ndio ilikuwa ya mwisho. Sasa we are getting, today in the morning we were studied about the dream carrier. The person who carries your dream is very important than you the dreamer. Bwana Yesu asifiwe sana. The person who carries your dream, and this is why I'm insisting on teaching. This lady here, hatujakaa naye sana, lakini she has already amechukua the mantle. The way you can see how, the way she's teaching, it is like me. Hata mimi nasikia vizuri. Nasikia, yes, at least I have somebody who can preach like me. Because now I can see now my product. Mutino waje wekatea, gukora. Noru nyo mukaraga haude, munakaa tu, munagoja tu, mukae tu, mupatiwe maneno, mupatiwe. No, I want every Sunday. Any one of you, I will be picking randomly. Mimi nakujua wale tumekaa na nyinyi kutoka for a long time, akina Agnes, akina nani, DCI, akina Grace, akina Grace usituletee fujo kama ya siku ile, akina Koki, wako hapa. All these people are here. And I know now you know how to do these things. Okay? So I'll be picking randomly. Na kuambia sasa unakuwa tukitangaza topic tunatangaza ari usome kila mtu ukiona topic unaangalia kwa YouTube unaangalia kwa pale pengine this is the topic, is a dream, just be prepared. Are you getting me now? Just be ready. Na ukishindwa kuhubiri nitakufukuza. Because there is no need of having a class that is not helping you. The morning class is very good. Ile tu wanakujanga, the morning class is very good, the evening class is very good. But this class hii ni ya watu wale wa kupokea. Pokea shamba, pokea nyumba, pokea gari, pokea. Nyinyi ni watu wa kupokea. But from today I want that to be discarded completely. Let us raise a team. We are almost now getting out there. Bwana asifiwe sana. We are almost now getting out there. And we are almost now moving all over the world. And we'll be moving things, you'll be shocked on how we are moving them. Therefore, as you were studying this topic of dream carrier, a dream carrier we discovered ni mtu ule ni mbeba maono, the dream carrier. Now, dream carrier is much more powerful, much more important, much more stronger than the dreamer himself. Because a dreamer can dream a dream, but not able to interpret a dream. You need somebody to come and help you to interpret the dream. Bwana Yesu asifiwe sana. And if by mistake you get a dreamer, a dream carrier, someone to interpret your dream and then interprets the dream in the wrong way, umemalizwa. That you know, organization nyingi zinamalizikaga. And this happens more especially when you are beginning a company, when you are beginning a church, when you are beginning something new. Ndio unakuta hawa watu wakikuja, you make a mistake, ukutane na dream killer, basi hata wewe umekufa. By the time you come to realize, utakuwa umeingia katikati ya kichaka, ukienda huko nakuta walisha kumalizia huko kitabu, maana madream killer wanakuaga wengi sana. Madream killer wanakuaga all over. They are all over here. And they are here to just destroy you. Not to make you, not to move you anywhere. When we had Apostle Nganga pale, ni etakuwa Apostle kata, etakuwa te? James Maina. Ni Apostle ama ni Apostle? Yeah, ni Apostle, yes. Commander. Ni Apostle. Aliniambia nataka kukuja hapa. Yeah, ati akuje. Mutatolewa mapepo hapa, mtakarakara hapa. Mutalia hapa. Mko ngapi? Tuko 100. Wewe ni nani? Mimi ni Wajiro. Nani? Chocho yake. Liana wede. Yeah. So when we went there, we stood with him. And we made sure that he has a place to do. Niliokoka Thursday. Na Friday nilikuwa nimemuonyesha kiwanja pale amejenga. Ni mimi nilimpatia hiyo kiwanja. Na nikamuonyesha mahali pa kutoa chuma. Tukaenda tukanunua chuma na tukajenga hiyo kanisa nikasimama. Mimi ndio nilifagia, kulikuwa machokora walikuwa na kunia sana hapo. Mimi ndio nilitoa hiyo mafi yote hapo kufagia yote. Because God put a burden in me
to take his man to where he can build a church. Praise be the name of God. That is the role. When you get immediately saved, when you become as a follower of somebody or an organization, your responsibility is to make sure where you found those people, it is not where you're going to leave them. That if you found them in point A, move them to point B, because that is the responsibility, and that's the reason umeingia, because you are an interpreter. When I found Nganga akiwa Bavesh pale Bavesh building, alikuwa ni chini basement. Sasa kalikuwa kametoshana this kutoka pale hii pira na hii mpaka pale alikuwa na kidogo hivi. Hapa ndio kulikuwa na hiyo madhabahu yake. So hapa juu, najua nyumba za ghorofa zote hapa juu ni pipe za nini? Ni pipe za mafi. Sasa mkiwa hapa mnahubiriwa, neno linakuja unasikia. Sasa kila mtu nani, hiyo ni pipe imeteremuka, hiyo ni pipe. Sasa unasikia kulikana mbeja, na hizo ni nyumba ya ghorofa na watu wa town wanapenda senda kuingia choo. Sasa unasikia ukikaa kidogo unasikia sasa wewe mwenyewe una imagine nini hiyo inapita mpaka unakaa hivi bana, una imagine inaweza kutoboka iaguke. Mimi on Thursday, on Friday I had found a solution for that man. Na sikuwa nimeleleka, sikuwa nimekuwa ati muokofu. Ile kitu tu nilikuwa naumia, nilikuwa kushigo yangu ilikuwa imeumia kidogo, maana nilipigwa magumi nyingi sana. Baka leo nataka kwenda kumule nikimwaje uragia. Because najua Wafula mkono ya Mluya ni mikono hii tatu. Hii kama hii ni tatu hii. Maana Wafula alikuwa anashika kutoka hapa, inanishika hapa na huko na hapa, alikuwa amenishika yote. Alafu Nganga na yeye, najua Nganga alikuwa mwizi. Ni mtu alikuwa anabeba paka na rugu na vila kitu na buduki, na alikuwa mtu wa mkokoteni. You can imagine mkono yake ni gumu sana kama mbao. Sasa yeye ndiye alikuwa ananigoga akisema, pepo toka, tunakemea mapepo, tunaangamiza mapepo, pepo ya mungike. Sasa una imagine hiyo kimkono kilikuwa kinavuruta mkokoteni. Alafu kuna kingine kia Muluya kimekushika mpaka alikuwa anashika mpaka breathing system yangu imekanja. Sasa wakanisuka mpaka nikaanza kuangalia. Uliona uende nikaanza. Ndio nione kama wataniacha. Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. All in all, I did not see those things. I saw the wrong. Wakati niliona mafi tu ikipita juu yangu. Na nikaona kanisa ya Mungu haifai mafi inapita juu yake. I made sure I have to move this man. The first day I got saved, the first day I made a decision. This man hatahubiri hapa, nikamtoa. Tukiwa pale Glad Regis tungekula tu chips, nikamwambia twende nikakuonyesha kiwanja. Tulipofika pale alikataa, akasema hapana. Wewe umeokoka leo. Sasa hii maneno ya mungike usinete. Nikamwambia baba, hii kiwanja hata ni mimi nitanunua chuma ndio uamini. Tukaenda pale Apex Kabara Road, tukaenda tukanunua hizo machuma, tukaeka. Tulikuwa na huyu na yeye akakuja akiwa city council, akakuja dia tulitoboa maji na yeye na kila kitu tukaeka huko chini, kila kitu. Mzee akapata comfort. Bwana Yesu asifiwe sana, because amepata watu wawili watatu ambao walishika yeye na wakatembea na yeye na wakamuonyesha. We were not looking for popularity, because already I was popular. I was not looking for some money, because already I had money. Because mimi ndio nilienda nikamwambia, kwa sababu niliona amekataa. Aliniangalia akaona ni yule umogeke bado hujatoka. Nilimuonyesha shamba ni ya nani. Akaniuliza una title ya shamba? Nikamwambia usijali, my name is title Jega, hakuna mtu atakuuliza. Na tukaanza kujega. Hapo ndio nilikuja tukaenda tukatafutilia, tukajua the original owner alikuwa nani. Tukaenda tukapata title, tukaenda Central Bank, tukakuta imewekwa huko kwa sababu ilikuwa ya Trade Bank, ndio alikuwa imechukua loan nayo. Akaenda akalipa huko. Sasa hako na shamba. Hata wakimfukuza pale watamlipa pesa. Atalipo na hata alipo pesa kidogo, over $1 billion shillings. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini who was the generator of the idea? This man you are seeing here. Because I did not wait to be told. I did not wait to be taught anything about prospering this man. I knew that I have a responsibility, immediate responsibility to change the design. When you come here, usikuje hapa ati mimi ni mgeni nimetaka kusoma. Unasoma nini? Nini unasoma hapa? Maandiko?
kulingana na Chronicles ama ni kulingana na Deuteronomy? You are supposed to immediately start something good, improve. Ukipata rangi hapa ijapakwa mzuri, unapaka rangi. Ukiona tuko hapa kwa sababu sasa mimi I'm not comfortable in this building, I want to be where ground yangu ni jege. You come here with an idea, let's go and move somewhere and tujenge kanisa yetu. Hata kama ni ya makaratasi, tujenge kanisa yetu ambayo iko permanent mahali. Kwa sababu hapa tunaambia kwa tukienda kuraja, tukienda kufungulia mashini, unaona mtu amesimama pale anakuambia tulisa sauti. Jioni mpaka saa 10. Na saa 11 unasikia ndio mawakili wako hapa juu wananiambia ati ndio sasa tumeingia ndio tunaandika judgment ya kesho. Sasa unaona you are so limited here. Bwana Yesu asifiwe sana. But it was a beginning, it was a good start, it was a preparation, and we was far so good so far. Tumeenda vizuri na Mungu ametubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. But don't sit where you are. Eti wewe ni mgeni, ati ulikuja, ati unakaa and you are doing nothing. You should not be here. If you go and sit somewhere down doing nothing, you are not supposed to be there. Hallelujah. Because you are not new. New where? Ni new na nini? Nilikufundisha Yesu Kristo. Si ulijua Yesu Kristo? Nilikufundisha Mungu mimi. Si unajua Mungu? And you know the service how it's supposed to be done. It is a responsibility transferred. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what we call an interpreter of a dream. Na ndio wanaitangwa nini? Dream carriers. These are very important people in your life. Asubuhi tulisoma kuhusu their roles, their power, but now I want to go further deeper. Ndio tuweze kama tutamaliza hiyo ingine mtaiona iko kwa YouTube. And now we get when programs are plenty with minimal results. You have dream carriers. You have a dream, and when programs are plenty but no results, what does that mean to your life? That you have a lot of programs, you are a busybody, wakuruka juu, kutembea, kuenda, kufanya, unakuta kanisa kama hii iko na viprogramu vingi sana but no results. There's a problem there. Mwambie mwenzako is a problem. Ukikuwa katika organization ambayo mnaona mipango ni mingi lakini hakuna solution, kuna shida. Na hakuna result hata moja, hata kamoja. Mnashidaka shida ya A, ya B, ya C, kila siku kuna shida moja. There is a serious problem. Many activities is not productivity. Having so many activities, kuwa na mipango mingi, tu activity twiki, it is not productivity. Productivity is when people are well organized and can plan for one thing na ikuwe accomplished. When there is nothing program unaweza kusimamisha hapa kanisani mseme this is what we have achieved, then hakuna kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mkikundi cha wamama mko hapa, mmekuwa na mipango mingi, mnanunuaga, mnachagaga. Kama nasikiaga hapa wamama, kuna wamama wanatoaga 200, kuna wamama wa 500, kuna wengine wana 500, ya 600, kuna wamama wa nini, kuna wamama wa hospitality, kuna wamama sijui ni wa choo, kuna wamama sijui ni wa kufagia bathroom, sijui ni wamama wa kununua chakula, sijui ni wamama wa kununulia wazee, kuna wamama wa kununulia watoto. Mingi program mingi, lakini ukitafuta ukuje, usikilize, ufanye analysis, uone hakuna kitu result, hakuna moja ambayo imekamilika, hapo kuna shida. Lakini kama kuna moja imekamilika, mnajua sasa we are dealing with one at a time. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you better start programs one at a time and accomplish and make sure that the neatness, the planning, the execution of the plan, it is well done. That is when you know you have a ministry. That is when you know you have a company. That is when you know you have a husband. Even a husband as a wife, it is a corporate entity. Ni kitu ambacho kinahitaji mipango, vision. Because either your wife is a vision carrier or you are a vision carrier. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine ni dreamer na mwingine ni vision carrier. Inaweza kuwa bibi yako ndio dreamer. Na dreamer hakuagi na uwezo mkubwa. Dreamer ni mtu tu anakuaga tu, anakaaga masiwarara, lakini ako na dream. Ni kama ule mfalme. Alikuwa na dream, lakini alishindwa kuinterpret the dream. So anakaaga tu kama speaker, anakaaga kama microphone, baka iwekwe moto ndio iweze kufanya kazi. Lazima iwekwe battery ndio ifanye kazi. Na kama mtu bibi yako ndio dreamer, alafu wewe mzee ushindwe kuinterpret mama kwa sababu ni mama, basi hiyo boma imekufa.
And that is the unfortunate things with many families. Maana most likely mama ndiye anakuwa ndio dreamer, ndiye ako na maono ya familia kuliko mzee. Naye mzee kwa sababu naye mzee Mungu anambariki upande ule mwingine, anamsaidia kupata pesa, ndio hii dream ya mama iendelee, ndio mama apush hiyo dream. Na anakuwa manager. Na unakuta hiyo boma inakuwa mzuri, mama ndio anamkaga mapema kulingana na Biblia, kwa sababu mama ndiye anafaa kukua nini? Amebeba maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye mzee anasaidia kwa sababu inasema, Biblia inasema mama yule anajielewa, anajua the tango nani? Yeah? The virtuous woman. Anamkaga mapema kutayarishia mzee ajitayarishe. Na hata ananunuliaga mzee kaguo, na hata ananunuliaga mzee chakula, na hata anafanya, yani unakutaka anatengeneza mzee, hata mzee akitoka pale barabarani mzee anakaa mzuri sana, because this woman is carrying is a carrier of a vision. Ukisikia the virtuous woman and this man, ukute wewe ndio virtuous woman, you are the vision carrier. Lakini unaweza kuwa wewe si vision carrier, mzee ndio vision carrier. Bwana Yesu, dreamer, mzee ndio dreamer, lakini wewe ni carrier. Ama unaweza kuta wewe ni dreamer, mzee ndio carrier. Ukiweza kuelewa hivyo, hakutaweza kuwa na vita kwako kwa nyumba, na mzee akielewa hivyo, hakutaweza kutokea vita kwa nyumba. Maana wewe unaelewa, mimi ni kuota, mama ni kuinterpret, ama mama ni kuota, mimi ni kuinterpret. Mkielewa hivyo, unajua kazi yako mahali inaanzia na hali. Ukikuwa wewe mzee, mama ndio wa kuota, enda tafutie mama maneno mzuri, tafuta pesa. Tafuta pesa mtengeneze mboma, kwa sababu wewe hauna power. Wewe kama wewe mzee ni wa kuota, hauna power. Mama ndiye yako na power. Na wakati mwingi maisha yako utaambiwa umekaliwa na mzee na mama. Maana mama ndiye atakuwa kirani show. Mama ndiye atakuwa kitembeza boma. Mama ndiye atakuwa kitembeza biashara. Mama ndiye atakuwa kitembeza kila kitu. Wewe ndiye utakuwa ukisema mama Na wewe mzee mwenye ameelewa anasemaga mama niyo hanyi na ajeri. Ni arauga ati kejetereketorie mama ekuga. Unakuta mzee huyo hakuna decision hata moja anaweza kufanya bila mama, because mama isakamuka kuje ainterprete mwambi muthe uturahenio kotana igure ugire ndego kwirite nego kunengera 10,000 acoka uga 100 acoka uga 100 na kweli unakuta hili. Na mzee alikuwa amekubali na hata almost kuweka signature, kumbe alikuwa anakoniwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you need somebody to interpret your dream. A ministry like this one, I am the dreamer. Mimi ndio niliota. Nyinyi hamkuota, mimi ndio niliota. Sasa na nyinyi mkuje muinterpret, munisaidie kuendelea. Bila nyinyi kunisaidia, tutakufia tu hapa. Na dream yangu nitakufa tu hapa, na mtaendelea tu kukaa na mimi, na mimi nitaendelea kukaa na nyinyi tukiendelea kukufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta hakuna biashara inaendelea, hakuna maendeleo inaendelea, hakuna kitu kinaendelea, because nyinyi mmekuja kuniua. So badala ukikuja kuniua, si ukikaa tu nyumbani uache niendelee kukaa hai na dream zangu. Maana Joseph ako jela, atatoka kuja kunisaidia. Are you getting me now? So there is important of a dreamer and the importance of a dream interpreter. The carrier, the person who carries you, the person who interprets things for you, the person who will, mimi nitakuja niseme niko na kampuni ya kuuza nini? Maharagwe. Yes, niko na kampuni ya kuuza maharagwe, niko na maono ya kuuza maharagwe. Lakini kwa kutoa maharagwe, na kwa kukuja kuuza maharagwe, na kwa kupeleka maharagwe, ni watu watakuja kunisaidia, wale ambao nitaajiri kazi. Na watu, kama sitakuwa na watu wazuri, na kama sitakuwa na mtu wa kunishikilia mzuri, then I'll fail in everything. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important when to look at this. Let us read the book of John 13 verse 7 to 8. John 13 verse 7 to 8. Is it John 13? John 15 verse 8, please. John 15 verse 8. And then we go and learn, because it is very important. Kitu ya muhimu sana. Maana dream zinakufaga hivyo. Na watu wamekosa kuendelea hivyo. Na watu wamekosa kufaulu katika maisha because of lack of one thing, kutojielewa. My Father is glorified and honored by this, when you bear much fruit and prove yourself to be my disciple. When you bear fruits. Sio uzuri wako, sio venye wewe mkubwa, sio venye wewe una maana. Nipatie besi kidogo. Sio venye wewe ni wa maana, hapana. Ni venye you are productive. A church is known by productivity. An organization is known by productivity. A family is known by productivity.
Bwana Yesu asifiwe sana. Without productivity, without being productive in whatever you are doing, without being productive in your life, without being productive in your marriage, without being productive in whatever life that you are in, you are making a serious mistake because you are not growing. The growth is very important than the dream itself, because you can dream. This Pharaoh had a dream, but he was not able to interpret the dream. He spent a lot of money getting to Aganga, the magicians, to come and interpret, but they were not, until they got this prisoner by the name Joseph, who came to interpret the dream. And then he unlocked the dream. The dream carrier, he is a key to unlock your life. So if you are not lucky to find one who can stand by you, who can walk with you, who can move with you, who can advise you, and also you become advisable, because you can be a dream owner but not advisable. You are told this is the way, but you say this is the way. You are told this is how to do it. You are unasema hivi tutaenda. Unakuta huwezi kuabilika, huwezi kuabiwa. Na wewe kazi yako ilikuwa kuota. Ilikuwa unalala tu unaota. Naye kuna mtu mwingine anasikiliza, anakuambia hii ndio direction. Mungu anasema tuende hivi. Mungu anasema tufanye nini? Tuende hivi. Mungu anasema tuende hivi. Na ndio unajikuta ukiingia katika mtego ya kuingia katika watu ambao hawatakusaidia, unapoteza maono. Ndio unaona watu wengi hapa wananiambiaga mimi Mungu alikuwa ananionyesha nikiwa Amerika. Sio ati hautaenda Amerika kama ama haugeenda Amerika, kugeenda ama labda hiyo maono yako ilikufa, because somebody who was to mentor you, to nurture you into getting into that, alikuwa alimaliza ama akachukua nyota yako na kaenda nao. Again, number 2, a very serious problem. It is when you have a dream, then I tell you my dream, then you take it as a destiny. Unaiba kutoka kwangu. Because many destinies za watu zimepotelea hapa. Many destinies za watu zimepotelea shule, zimepotelea kwenye college, zimepotelea kule mitaani. Because you go and explain to people, you think this is a friend, this is a person that I can walk with. Kama venye sisi venye tunaanzanga kanisa, you get some few people around you to come and support you. And maybe if you don't get the right people, that is where you sink. That is where you disappear. Until now utaenda uende upande kama venye tulikuwa tumepanda hapa. Tumepanda tunakuta kila position, chair lady, chair mani, chair nini, wote walikuwa si watu wa dream hii. Watu walikuwa many muscle mpaka natembea kama kamuse. Si mlikuwa mnaona kuna wakati nilifika nikaanza kutembea kama kamuse, kamegonyoka hivi. Ni stress. Ukiamuka ni stress. Ukigeuka hivi ni stress. Ukienda hivi ni stress. Unabanwa, unakaa mpaka huwezi kuongea na mtu. Nikiongea na msichana kama huyu tuwekea na huko nakuta wa mama kama 6 wameingia kwa ofisi yangu. Unaona wanaanza kupita. Apostle Emeka, mada ni yakosho apostle. Nani kupita mada ni yakosho apostle. Maana wanataka kujua huyu msichana tuko na yeye kwa ofisi yangu. Tunaabiana na yeye nini? Sasa hii ni kanisa banda hii. Hii ni kanisa. Na hii kanisa kila mtu amekuja kwa sababu Mungu ameniweka kitu ambayo kinahitajika na hawa watu. Na hawa watu wameni-identify, wanataka kukuja kupata solution kutoka kwangu. Wakiingia huko nana. Mwadhani yakasa apostle. Unakuta sasa hiyo amehurotokia kekuo kenene, kinahurudia baka kinena, make sure amefanya hivi. Kina mpaka unasikia atmosphere imechange. Why? Because you have a wrong person in your life. Because you are not dealing with the coffee. You are not dealing with the car. Hii si garage, si girokoni, ati ni chuma tunatengeza. I am dealing with women and the men. Now women and the men, some hakuna mtu moshongi ama kuna mtu moshongi. Ile kinakuwa ni level ya beauty. Kuna wale sasa beautiful kidogo, kuna beautiful kingine, upada beautiful, na kutoka kingine ni beautiful kabisa. Sasa hawa beautiful wanaleta shida. Sasa mimi nitaenda kusimama kwa gate na bia mtu wewe usirudi kukuja huko. Yeah? Lakini sasa kuwa na leadership, kuwa na watu, kuwa na head of secretary, mwenye bado yeye bado anakuonaga wewe kama possible material na mtu wa secretary. Ya kama inaitwa nini? Tumitakete. Yeah? Secretariat. Tuseme kwenye secretariat ndio management ama council of elders ndio management. Na katika hiyo council of elders kuna wamama na kuna wasee. Na kati hawa wamama na hawa wasee, hawa wamama si wamama tu, ni wamama wako na another eye eyeing something else. They are not eyeing Jesus. They are still eyeing something else because they are seeing a fruit which is edible. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukae na wao kama 5 wako kwa leadership yako. Sasa instead of interpreting the dream of a church, they interpret you. And they interpret you differently.
Sasa niambie, kuna mahali utaenda kweli? Hauwezi kwenda mahali popote. Utakuta huyu ani ameshika wapi? Amenishika mguu. Huyo naye Roda amenishika mguu ingine. Huyu naye amenishika hapa. Na huyu mwingine amenishika mdomo, amenyonya mdomo, amekatalia na mdomo. By the time you realize where you are in a church like this one, ushamalizika. Ndio uliona ilibidi tubomoe, tuanze upya. Na tulipobomoa na nikasema sasa nimebomoa, nimetakasa msimamo wangu, wote walihama. Wote. The church ilikuwa imejaa, watu walihama. Kwa sababu ya nini? Because they were not intentioned in the dream. They were intentioned in something else. And that is the mistake that you can make in life. When you have a wrong intention towards another dream that you are supposed to interpret. Understand yourself when you come to a church like this one. Ask God, ni kwa nini nimekuja hapa? Kitu ya muhimu sana. Uliza Mungu, what is your purpose here? Because God created every man with a purpose. Every man you have a purpose here. And when you be sent here, because you were sent, hakukuja hapa kiholela. Sio achana hiyo kaugonjwa kalikulete. Hiyo hakukuwa na kaugonjwa, ni Mungu alikuweka kabaridi kwa mwili, na siku hiyo kabaridi kameingia, ukaenda kufungua YouTube yako ukaona Ndura. Ukasikiliza Ndura, akamention yako ka problem, because God was connecting you hapa. Ukuje usaidie Ndura kuinterpret the dream ile iko ndani yake. Maana hii kichwa yangu imebeba vitu mingi sana. Hii kichwa yangu ni computer, imebeba vitu mingi sana. Sasa inahitaji another computer to off, ni download ama ni ku-upload. Sasa ku-upload, download, ku-upload kufanya nini? Kuweka. Na unani kutoa. Oh, okay. Unajua mimi hii masomo ni shida. Mimi tulikuwa tunasomea na huko Moro. Na unajua huko ni mishahara ilikuwa inafanya kazi. Sasa ni diadhomi wega. So unakuta you need people that will come and download what you have so that they can activate them zifanye kazi. Lakini if you have somebody wanakuja kukuuploadia mashida kila kitu, umesolve shida zake, maana alikuja akiwa na matatizo. None of you came here without an issue. Kila mtu hapa mimi najua alikuja na issue. Na hiyo issue wakati tulitatua na ukaona Mungu akakwambia tulia hapa. Maana there was no issue. It is God who sent you here. And that is why I'm telling you, when you come or you get into a new place, ask God, why did you take me here? Why am I here? What is my purpose? The moment you know the purpose, now stick to that purpose and work within the purpose. And you will see that God will atakuinstall, atakuweka vitu mingi, ndio vitu zingine watu hawaonagi hapa, utaanza kuviona na vitaanza kufanyika, na utakuwa na support ya kila mtu because you have come. Lakini hapa ujaribu, a church kama hii, ujaribu kukuja na maono, maana ulitoa interpretation kwa kichwa yangu, ukaiona I can do this. If this church wanaweza kufanya ABCD, unaweza kufanya biashara kama hii, tunaweza kutengeneza sabuni, tunaweza kutengeneza. Kuna mama mmoja tu alikuja hapa akasema tutengeneze sabuni ya kanisa. Na ni mama alikuwa mrembo. Na akakuja kwa ofisi mara 2, 3, 4 akichuguliwa. Huyo mama simuonagi na sijui kule alienda. Sijui kama alitoka akaenda Saudi Arabia, simuonagi. Alienda na akaenda kabisa, hata aliwacha hizo vitu za kutengeneza sabuni. Aliziwacha hapa akaenda. Sasa ndio shida kwa alisahau ama alidecide namna gani. Lakini nikakuja kusikia alikutwa na hapa chini na mama mwili mwingine alikuwa mwobesi sana hapa wa kuomba usiku, alikuwa analala hapa usiku. Na kumbe hakuwa na kujaka kuombea kanisa, alikuwa anaombeaga mzigo fulani. Sasa alipoteremka pale, alikutwa na pale chini, akaambia Bwana asifiwe dada. Akasema yes amen. We ulisema unaitwa nani? Na apostle leo amekuintroduce mzuri. Maana nilimuintroduce mzuri sana hapa. Kwa sababu niliona huyu amekuja na ile kitu nataka, because I wanted to create a kind of an entrepreneur whereby people of the church can benefit, can earn while we are coming to church. Because coming to church is not supposed to atikuja tu tunaomba tunaenda. Hapana, we need to change ideas. Niko na idea ya kuuza kitu fulani, niko na idea ya kutengeneza kitu fulani, niko na idea, na mimi niko na idea ya pesa. Tunakusanya hizo idea na pesa zetu, tunaitengeneza kitu. And this is why China is so progressing. China is very successful. China has won battles because they train their children in their temples and in their schools on how to make money and how to make industries. Lakini sasa hapa tunatrain watu, hiyo ndio tunatrain watu. This is not where you're supposed to make noise for God. Mungu yako kama ni wa kupigwa makelele, huyo Mungu wangu hapana, hatakagi makelele. Mungu wangu ni anataka ni mkuu.
He's a cool guy. Anakaga mahali amekulu kidogo. Lakini wewe unataka mguu wa makelele. Mimi sitaki mguu wa makelele. Sasa mama hapa nikamuintroduce vizuri na nikasema ni mama Mswizi na nikasema si mnaona ni mrembo. Ui, hiyo dilileta shida. Maana alikutwa pale chini na waobesi wale intercessors, interceding for the church, intercessors. Yes, wale wanaobeaga kanisa na wanaobeaga mshugaji. Walikutwa na hali ya kauso sasa. Na mshugaji leo amekuintroduce vizuri. Akasema, mimi kule kote nimeenda. Sijai kutana na mchungaji mzuri hivi. Mimi namuonaga kwa YouTube. Na venye namuonaga akiongea, ndivyo nimemuona ako na roho mzuri sana. Unamjuaje? Akamwambia mimi namuonaga kwa YouTube, namuadimaya hata venye anafanya, hata wakati alikuwa kwa Mogeke bado nilikuwa namuadimaya sana, maana alikuwa anatasaidia vijana kutafuta kazi. Unajua apostle anakuaga na mke. Sasa mke na kukuja na wewe inaingiliana wapi? Now, and this is the person that you have given a responsibility to carry your dream. Now you can imagine where you are being taken to. You being sunk. Umeingishwa ndani ya simu. Unaingia kabisa na anakuja kuchungulia kama umeland where she wanted to go. Because for her, alikia kwasa unajua. Now of course kila mtu anajua, hata mimi naongea kwa YouTube. Sina mke. Lakini sasa anataka kuambia huyu mama, huyu msee ako na mke lakini ni hidden. Na kwa hivyo unakanyaga territory mbaya. Akaelezwa na kabio kutoka siku nyingine. Hapa tusikuone tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaambiwa hapo sikanyaga nini? Mama alienda akiendaka. Na sasa sabuni yake na vitu zake materials ziko hapa na cotton. Benye tuliziacha. Ziko hapa na cotton. Mimi nakojeaka mtu, mimi nafikiria labda anajipaga. Kumbe alikuja tukakutana naye. Nikamuuliza modo kawadhi dogo. Hata nikamwibia ile kaibo kanaifa kareke nile. Okay. Akaniambia nilikalishwa chini hapo nje kwa mawaji, siku na kama wewe kana kuaga hapa hapo ndio nilikalishwa chini. Na nikaambiwa hapa kurudi ni shida, usirudi tena, huyo mtu ako na mtu. Na mimi sikuwa nimeambia, na mimi sikuwa najua na kuaga na mtu. Kumbe ile responsibility nilipatia mtu aniobea ama simame hapa kioba, aniinterpretia dream, akainterpret ni mimi. Na ikakuwa dream is another person owned by somebody. Now that is how you get destroyed in life. That is how people come in your business and destroy your business. That is how people come in your life and they destroy you. Because they will not do as what is supposed to be done. Instead, ata-interpret kivyake. And you get it wrong. And you get destroyed completely. But one thing you must understand. Before you make a step of a faith, ati umeanza sasa kutafuta dreamer, kutafuta mtu akuja kuinterpret, you need to seek God. Ask God your purpose. The moment you know from God the purpose you existing on this world, then God will give you the right person and the right people for your purpose. Where we make mistake, kama mimi, where I made mistake, I was so green and I was so greedy. Hallelujah. So you need to understand that. I was so green and also I was what? So greedy. Because I wanted to become all of a sudden, overnight, nikuwe na mega church, nikuwe na popular church, nikienda kule nje watu wanakuja, kanisa imejaa, kila kitu imejaa, na niendeshe magari, na niwekewe security, magari iko hapa na watu wako na walkie-talkie. That is what it was in my mind. So when I planted that in my mind, God akaniondokea. Because I refused to listen to God. For God to tell me what is the procedure. Because when you lack the procedure of doing anything new, God disappeared from you. Because it is God who will give you the procedure. Without the procedure of God, you are not going to acquire anything. Because the procedure will make God provide people that will lead you in that procedure. Because you must have a procedure. And when you have a procedure is run by protocol people, or people that you have done a protocol with them that will be able to help you. And they are technical advisors who will give you an advisory that will help you to move from one direction to another direction. So as we are reading the book of John 15 verse 8, tumesoma. Okay. God measures fruitfulness. You see, when God wants to bless you, he does not bless you and measure you with anything else apart from the fruitfulness. If you're in a church like this one and there is no fruits, then God is looking at you as a failure, as a barren.
Mudo data. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God does not look at how busy you are. You can be busy in this church, but you are busybody. Bwana Yesu asifiwe sana. God monitors what are your fruits. What are your fruits? What are you doing? Don't the church can have only 5 people, but it's making impact all over the world. Rather than you can have a church of 1 million people, which does not have any impact. Sometimes I will find myself operating a one-man guitar, and I make impact because God is looking at the fruits. How much can I be fruitful? What you are doing and how you are going. Then this one, that is what will make you become so important. Before adding another program, ask, how did the previous program fare? Bwana Yesu asifiwe sana. Before you start moving to another level, ask yourself, what happened to the previous? Did it succeed? What happened? You want to introduce a new business. Ask yourself, what about the previous? What were the achievement of the previous business? You want to move from one town to another town. You ask yourself, in this town, what did I achieve? So that when you move to another town, you have a foundation that can make you move to the next level of your life. So you need to ask whether you have done something that is important, that is making you move forward. Be deliberate in making decision. Do not be afraid of making a decision. If you find that you have a million people who are not helping you to move forward, destroy them, dismantle. Just be that happy trigger. Just pull the trigger, dismantle the entire situation, remove them from your life, and begin afresh. Do not be afraid to begin it afresh. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ni biashara na ilikuwa imeenda na uone it is going nowhere, imehit a snag, just get out of it. Kama ni kanisa kama hii, uone sasa hawa watu mko na wao ni mangangi, ni mashura, ni manyoka, ni makrokodile, ni manini, ni masugura, wote huo kalie na uone you are not going anywhere. You've been surrounded by things that you cannot be able to fight. Don't waste your energy fighting them or fighting this thing. Break it, vuja, utoke hapo uende kwingine. You start it afresh. When this man called Isaac was stopped from these wells, alikuwa naambiwa hii kisima inafunikwa. Hakuchoka, anaenda na chiba ingine, inafunikwa. Hakuchoka, kachiba ingine, ikafunikwa. Hakuchoka. Baka wakati alienda akapatana na kizima. Inaitwa nini? Rehoboth. Na ikampatia mazao. Na ikampatia. That is the essence of having a dream and a dreamer. And a dreamer carrier, somebody who can carry. When you have, because I know Isaac had people who guided him, who told him, tuchibe hii, ikakataliwa. Akasema, tuchibe hii gine. They continue to push him. When you are a dreamer, you need people around you who will keep pushing you to the positive, who have an interest in you, who are positively working and wired towards you. That is what will make you move. When you start a business, you get the right people who keep pushing you. You may be having money, you may be having a dream, but you don't know how to make these things. You don't know how to run this business. You don't know how to push these things. You need those people, genuine friends that will come and push you. But not necessarily friends. Wale wanaitangwa friends in quote. Wale wakwenda kukula kamuratina. Wale wakwenda kukula kashanga kidogo na kanyama. Not those friends. A friend that will be able to interpret your dream. Na ukiona mnatembea na mtu na hakuna kitu anakuongezea, hakuna kitu ni kukuuliza maswali. Jeki hata kama sasa unakutaga hapa, unakuta fulaacha nitumia watu wangu kwa sababu ni watoto wangu. Utakuta nimemwambia fuga hii speaker, nakuta waga tu he speaker. Namwambia fugeni hiyo speaker. Anaenda kidogo. Apostle, ati waga tu he speaker. Sasa unajua this is not a dream carrier. Huyu ni mtu anataka kutegemea nini? Ukikaa na mtu siku 2 3 4, wakuulize the same question, unamwambia anakuuliza, weka kado. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you need to say one word. Tunataka kuuza sukari. Huyo mtu ataanza kukueleza sukari na usagwa, unamkuta ameingia kwa internet, ameanza kusearch sukari ni ya Mumias, sukari ni ya nini, sukari ni ya wapi, kuna sukari ya Brazil, kuna sukari ya wapi, then unakuta amekuletea the full information. If that person cannot bring you a full information, ulimwambia tu a dream, the interpreter of a dream anafaa kutafuta hiyo kitu mara moja, na the following day anakuambia apostle, naonyesha tuonane nawe. Akikuja kwa ofisi anakosa kukuambia maneno mpaka unaanza kushindwa. Hii ni mimi nilimwambia atafute. Yes, that is the time you know this is the person I'm looking for this activity.
Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa kanisa kama hii tunapaga mipago, unaambia tu chairlady, namwambia nataka conference ya wamama mwezi wa 8. Hufai kumwambia kitu kingine, unamwambia nataka conference ya nini. Hapo immediately unakuta ameactivate kila kitu na kitu, anakuambia mada nataka kukuona kwa ofisi, anakuletea program. Sasa hapo ndio unajua huyu mtu kuna mahali mnaenda. Lakini kama ukikuja unakuta bado wewe ndio unakuja, unamwambia tuwete wa conference ya wamama, alafu anakuja na kuuliza ukija nitakwenda conference ya Tumia. Namwambia okay. Leo ule atumia utogwe ati leo utakijaririe to urenda tweke ati unasikia mtu ulimpatia responsibility kwa sababu uliona ako na hii na kichwa, lakini anakaza kukuuliza urenda tweke ati unataka tufanye aje. Huyo mtu aza kumdrop pole pole, na ukiwezekana mtafutie tumaji tubaridi, akunywe tumaji tubaridi, akuondokee kwa maisha yako, maana hakuna msaada amekuletea. Amekuja kuwa bega, amekuja kuwa kupe, atakunyonya damu yako yote na atakumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is how to change your life, because I know by the time tumemaliza hii dream, hii mambo ya dreams, your life will never be the same again. I'm expecting to see millionaires hapa. I'm expecting to see people with connections hapa. I'm expecting to see CEOs hapa. I'm expecting to see great people doing great things. I'm expecting this church will change forever. And that is why I was so deliberate kufukuza watu. Mtu mwingine aliniita pale, akaniambia nataka kuninunulia chai. Tukaenda ni wahi kanisa tu, tukaenda pale. Nikamwambia uta afford hii chai ile na kunywaga. Akaniambia tukamakene gogora. Tukaenda nikamwambia twende Serena. Maana kule Serena glasi moja kakombe kale kaiga na ugoka kauru kama kagirigire na mara 5. So nikamwambia twende. Sasa tukakunywa kachai ka kwanza, sikumwambia biro. Tukakunywa, lakini mimi nilikuwa prepared with my money. Nikameza na yeye akameza, na kamwambia utakula kitu kingine, akaniambia nitakula samosa. Samosa moja ni shilingi 800. Nikasamosa kametosha na biscuit ni shilingi 800. Kasamosa kingine ni 800. Zinakuja kazikiwa kapi? Sasa siku 3. Nikaona alikuwa na karusa huko ndani, anakamumunya tu na ulimi kanaisha, kanamezeka huko ndani. Maana alikuwa kwanza dikadoka kamaruga akanini ate. Akameza mimi namchukulia tu. Alafu akaniambia, nikamuuliza niko kwa kitu kige. Akaniambia naweza kunywa, aliona juice kikinywa pale ya orange. Nikamwambia kunywa. Akaitisha juice. Nikaona na hii mnyonyi ya kunyonya ya huko ni nono vizuri. Nikilisio kile kabeba ni mnono vizuri, unavutaka mara ngapi? 3. Inatoa pumzi. Yote inaisha. Akameza. Sasa tukaletewa biru. Nikamsukumia. Ilikuwa 10,700. Hatujakula chakula. Nikachai na juice na tu sausage. Nikaona ameangalia. Kana akafanya hivi. Akaangalia. Alikuwa na magogos. Na si ya medical, ni magogos ya jua. Chukulia vizuri. Akaniuliza, nini taraona yaka kana. Maana alikuwa anataka ikuwe 1,070. Alikuwa anataka ikuwe 1,070. Na sasa ni 10,700. Na VAT. Nikaona miangalia, kaangalia nikaona sio kajaso kale kakuteremuka, tule tukupop. Tule tukupop hapo. Alafu ukitaka kujua mtu mchoyo, mapua inaasaka nayo inatoa. Jamani kamuuliza kakwadi atia. Aya ngamea kwa muno. Tugoko togwe kate. Nikajifanya nimetoka. Nikaenda choo. Nikampigia nikiwa choo, nikamwambia niko korana huko parking. Akaniambia liwadi huko kwekate ninyi managirie mwe tu. Sasa huyu ndio alikuwa ananiplania mambo ya mamilioni ya pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo kabisa si eti kwa sababu hakuwa na pesa ya kulipa, but the reactions zile alikuwa nazo. The reaction ukulafi venye alikula na venye alistuka alipoona biro. Sasa hapa you know this, you are with the wrong person. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not that eating. It's not that he didn't have money. Yes, whether he had money, but you can see the comfort, the composure. Unaona huyu mtu ni composed.
na amekaa chini. Yes, we have made a blunder, tumekula na hatuna pesa. So what? Let's find a way out. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa yeye alianza kulia. Jasho lilitoka mwili mzima na akaanza sasa ile plani. Nikaona mimi no wewe okereje ndio huko no magekulie. Sasa nikaona bado anataka kurudi kwangu tuibe ndio tuende. Sasa nikajua huyu atakuja kuniweka kwa shimo. Sasa huyo mtu unamdrop. Sasa unajua akanipeleka pale, alikuwa ananipeleka kwa nini? Alikuwa ananipeleka kuniuliza tondu waikata dukani thogu wale. Kanisa ndo nataka ya godira. Nikamuuliza mimi nikianzisha kanisa nilikuwa peke yangu. Alafu at one time nikiwa pale City Stadium kuna siku nilihubiria viti. Na nikaambia viti zitoe. Na mimi nikatoa sadaka. Maana watu siku hiyo walikuwa wameambiwa wasikuje kanisa ndio wanifundishe adabu. Na kanisa siku hiyo tulikuwa watu 20. Sasa watu 20 na ni watu watatu walipanga hiyo kitu yote. So kila mtu si alishika watu wake waine. Nilibaki mimi nilienda kanisa nikakuta niko peke yangu. Na mtu mmoja akanipigia simu akaniambia kifunguo ya ofisi si ya kanisa ya ofisi. Sasa unajua mahali wameweka ya ofisi, sasa mimi nilifikiria tu ni ya ofisi. Akaniambia pole sitaweza kukuja, lakini kifunguo ya ofisi tumeweka hapo kwa choo, hapo nyuma ya choo kwa hiyo kitu ya kukalia hapo nyuma. Sasa mimi nikaenda nikaona mlango imefungwa ya ofisi. Ala. Nikaenda sasa kuchukua ya ofisi kifunguo pale. Nikakuta ni isi ya ofisi nilikuwa naambiwa ni ya kanisa. Ninaambiwa mahali iko. Sasa mimi nikaenda nikafungua. Nilipofungua nikahakisha hii system yangu, nilikuwa na amplifier tukaweka muziki, nikaweka kwa simu ikaanza kuimba na nikaanza kokosha, niliweka kwa ya nganga. Hii James Maina nganga. Tukaweka muziki volume mzima. Kanisa ikakaa imejaa. Ni kama watu wanapiga nduru huko ndani. Mpaka nasema piga nduru ya Yesu! Nikiwa peke yangu. Tukaabudu na nganga na tukaworship na tukapiga kila kitu tukamaliza. Sasa nikasema tukae chini. Kaeni chini. Salimia mwenzako. Tunataka nawaambia salimieni mwenzako. Maana inanikumbusha siku hiyo. Nikaambia salimia mwenzako aliye karibu na wewe, mwambie karibu sana kwa ibada ya leo. Na leo tunaenda kusoma kuhusu kusameheana. Hiyo message tu ilikuja ikapopu, kusameheana. Maana Mungu akaniambia, wasamehea waliokutenda hivyo. Maana walikuwa na mpango wa kukudhuru, lakini mimi naenda kukuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilihubiri mpaka mawashimani, maana mawashimani walikuwa napita hapo. Ni kama sasa pale wanapitaga hivi. Walikuwa naona hakuna mtu ndani ya kanisa. Na kanisa kalikuwa kadogo hivi. Kalikuwa kametoshana hapa. So unaona kutoka kona mpaka kona. Sasa yule washimani akakuja akachungulia, akaona. Nikaona tena amechungulia, akaenda. Nikaona ameenda. Nikaona watu wengine watatu hapo chini kwa sababu kulikuwa na watu wa mikokoteni, watu wa jua kali walikuwa hapo chini. Sasa alienda akaambia watu wote, Waruinge kichwa imeruka. Amewachwa na watu, kichwa imefanya nini? Imeruka. Sasa wakakuja na wanachungulia, wanaenda. Nakuta mwingine walichungulia karibu watu 100. Na kanisa ni ya watu, inafaa kujaa watu 50. Walikuja karibu watu 100 kuchungulia, wanachungulia wanaenda. Sasa kuna mmoja alikaa hapo kuhakikisha nikiitisha pesa. Sasa alikuwa anataka kuona ni nani huyo naitisha. Maana alikuwa anasema mimi nahubiriaga majini ama mapepo. Maana nilisema sasa wakati umefika wa kutoa. Na mtu ambaye anatoa anabarikiwa. Mkono ambao unatoa unabarikiwa. Na nikasoma mpaka maandiko ya kutoa. Nikasomea viti. Sasa tutoe. Na mimi nikaingia kwa mfuko, nilikuwa na 50. Nikatoa. Na viti zikatoa. Nikafurahi. Na tukaweka wimbo wakati watu wanatoa. Toa ndanda chochote ulicho nacho, Mungu anakuona. Sasa nikaambia huyo mzee, nilihubiria viti. Hata sasa siogopi kuhubiria nini? But I will only walk with the right people towards where I'm going. Maana umati nimekuwa nao, nikiwa Mogeke nilikuwa leader wa 4 million people. Na pesa kwangu nilikuwa Mogeke ilikuwa inanitafuta. Hello. Si mimi sikuwa tafuta pesa, ilikuwa inanitafuta. So I'm not looking for money. I know the color of money. And I know the color of leading people. And I know the color of being a popular person, a leader, a powerful person in this nation. So why would I go back to what I've already achieved? I want to get people, right people, and change souls, and make people stand in a position. Hata siku moja wakitembea hivi watasema, indeed, I was mentored by a person who knows how to do things.
Bwana Yesu asifiwe sana. I'm not looking for a house, I have a nice house. I'm not looking for a car, I have a nice car. I'm not looking for money, I have money. Mimi pesa yangu hata nikiwapatia kila siku hamwezi kumaliza. That one I can tell you, hamwezi mutikenina. Todo sioka kwa mudanya. I invested. Bwana Yesu asifiwe sana. But now, why will I walk with a mediocre? Why will I walk with somebody who does not help me? Mbona ukuje uninyonya? Hapana. I need to help you because I know I have a mission in this world. A mission of preaching what? Peace all over the world. Not Kenya alone. I'm preparing a team. That is why I'm happy to have you, because I'm preparing a team that will help me to go out there and preach peace. And we are going to conquer this world. And we are going to traverse everywhere. And I've gone. Nimeenda kila mahali. Nimekutana na watu wakubwa. Nimekutana na Patini. Si Patini. Although yes, Patini was my friend. But he was him. Putini. Yeah, Putini. Na King Charles. We have sat kukunywa majani na yao. Na unakunywa tu ni kama ni mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. So if God has glorified you to that level, you need to understand the kind of people you need to walk with. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't be glorified by God, you be lifted, umepelekwa juu sana. I love the kind of people uko na wao, ni watu hata wafikiri, hata wanaona jagadi, lizard inapata kwa ukuta, unakuta akipiga guduru. Ate kuna lizard kwa nyumba. Pepo, rishe, ramaka, ria, I condemn, fire is on you. Fire is on you. Na lizard ukienda kwa uko State House iko inatembea. Hata ukienda kwa Solomon, wakati wa Solomon iko ilikuwa inatembea. Ukienda kwa King Charles inatembea. How does it come ati yako ndio imekuwa rishwe? It is called the small mind. Bwana Yesu asifiwe sana. If you can walk with people who cannot be able to interpret what you are carrying, then you don't deserve them in your life. You deserve a better people. You deserve a better crop. You deserve a person that are better people that can move you to another level. Na kama ni kucancel kitu, cancel. Don't mind. Kama ni kuvuja kitu, vuja. If you have discovered already, mmetembea na watu 10 kilometers ambao wanaenda kukumaliza, vuja urudi first kilometer, urudi kilometer 1. Don't go. Don't make a mistake of going together. Bali, watakuua. Meho kuhore na kuu. Tika Musa ali na Ngai. Huyo jamaa angechijua mapema. Musa ni ile tu alikuwa na Mungu anamuuliza. Maana wakati Musa alifika mahali, wakamwambia kule uliona hakuna makaburi, tungesikwa. Uliona hakuna makaburi kabisa. Utulete hapa. Biblia inasema Musa alianza kulia. Unataka kuniambia ni kulia, alilia kwa sababu anaona wanakufa ama ni kwa sababu ya mshtuko? Because those guys were ready to kill him. Those guys were ready to finish him. Baka ikaona sasa akastuka, akaanza kulia. For the first time Musa akaanza kulia. Na alipokulia mpaka Mungu akasema, kilimo hiki nakio kakikita taramenya nikikuete. Akamuuliza Musa, "Kwa nini unalia?" Akamwambia, maneno hapa baba ni magumu. Kuomile. Ni kama Mungu haoni, kumekauka. Ni kubaya. Aliambia Mungu ni kubaya. Kuemwe haribika. Huko ni tutamu. Na tuko sisi ni watu wa wanta. Musa akamuuliza, "Ni nini umeshika kwa mkono?" Na kama Musa angekuwa na watu wazuri, wangemkumbusha, si mti ni hilo liagusha chini kwa nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Si mti ni hilo liagusha chini kwa kitu fulani. Yes, kama angekuwa na watu wazuri, kama angekuwa na watu wa kumshikilia kutembea na yeye, basi wangemwambia immediately, "Don't cry, man of God, don't cry. You have the weapon that can change everything." But because he had mediocres, in the name of the brother, in the name of the sister, ambao waliuliza, "Kwani ni wewe tu Mungu anaweza kukutumia?" Nawe tu. Those are the kind of people that you need to run away from. If you have started an organization and you have those people and they are partners in a manner like they are a component of your organization, see you ni director ama you are registered together in the registration, enda iko register vuja hiyo kitu ama vuja hiyo kabuni na utoroke. Get the people that can advise you positively. People who can pick you, people who can lift you, people who can go with you, people who can tell you, wanakuambia this is the direction. Ndio tufaulu hapa, we need to do this. Ndio totoke hapa, we need to do this. And this is what will make you become successful. You can never become successful when you are working with mediocres. People who does not have a mind, mwenye hana akili anakuongezea. Sasa una expect utaenda wapi? Ama uolewe na mzee mwenye hana akili. Ama uoe kimama hakina akili. Kimama tu kinajua ni kuosha nguo na kupika chakula. Hakuna kitu kingine. Hakuulizi mpaka uko namna gani, kazi inaendelea namna gani. Run away from, hata kama mmezaa watoto 20, toroka.
ni ukurakwa, utakufa maskini na utakufa vibaya. Na ndio unaona sasa wazee badala akiona mama amekuwa mjiga anatafutaka kasichana ka huko, na sasa kasichana kanaenda kanaweka kanatoboa simu ya kufionza damu, kanafionzia huko. Sasa wewe unaonanga kimzee lakini kinafionziwa kinamalizika, because you as a wife or you as a husband, you are not participating in the dream. You must participate in the dream. If there is a dream of the family, participate in it. Make sure that you have a role in it so that you can grow together. Because when you are together, you are my husband or you are my wife. There is a responsibility that was planted because of that role of being a husband and a wife. God brought you together. And then when you came together, there is two functions that were put together. A function from you as a wife and a function from you as a man. Ikaletwa pamoja ndio sisaidiane kufanya kazi. Maana Mungu aliona huyu mtu akikaa bila bibi atakufa. Unajua kuna majamaa hapa akikaa bila mwanamke anakufa. Ndio unaona mpaka mama yake ndiye anaenda kumtafutia bibi. Maana anarudiki kwa mama yake kuulizaga mami ni rugire. Na nikimseke miaka 50. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaona huyo mwanamume hawezi kuishi dunia hii bila mwanamke. Na kuna mwanamke naye pia hawezi kuishi dunia hii bila mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana, because hawezi kujifanyia anything. No ginya koro na mudurume nigetha amuhea yako ona hikio ni chokora. He wouldn't mind. She wouldn't mind to be married by anything so that ndio afanya nini? Apate chakula ya kukula. Lakini kuna hao wengine they don't care. They can live alone forever. Kama sasa huyu jamaa mnaona hapa, he can live alone forever and things will work and things will happen. Na vitu zitaendelea tu na kila kitu itafanyika venye na histari. Ukinikuta jikoni utakuta ninapika. Ukinikuta laundry na osha nguo. Ukinienda kwa biashara niko kwa biashara. Ruto akiitana nitakuwa pale kama kiongozi. Hata jua ni kama ni mimi niliosha masufuria kwangu asubuhi. Nitakuwa kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what you need to understand. Understand the level of a person you are working with. First of all, before you make that friendship, before you employ that person into your life, before you bring that person into your capacity, understand first, what is the capacity in this person? Ni mtu wa kuabiwa ama ni mtu wa ukamugwetera, unamwambia hii kitu ni ya kupagusa hivi, alafu unakuta ameinterpret si ya kupagusa peke yake, anakuambia meaning zingine nyingi, vitu ambazo zinahitaji hiki kitu kinaweza kufanya, na unakuta maisha inaendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Tumalizie hapo. Naona kama mmeboeka. Tumalizie hapa matuende kidogo. You must be able to understand and know the state of your flock. Otherwise you will be scattered. Bwana Yesu asifiwe sana. To understand the people you are with. If it's a church, I'm supposed to be able to understand each and every of you. Mimi nawajuaga hivi kila mtu nyinyi yote, najua venye mnafikiria, venye unataka kufikiria, venye unataka kufanya na venye unataka kufanya kesho. I know God has given me that capacity to jua. Huyu msee akikuja na ujaja yake najua. Mama huyu akikuja na ujaja yake najua. Huyu mama akikuja na mtu akipanga kila kitu. This is the capacity to be able to know, to understand the flock, to understand the business partner, to understand your husband. Because if you understood your husband, anaweza kuwa unasemaga nikigege orogo lakini hiki kigege kinaletaga pesa. You need to understand hiyo ugege wake inafikaga wapi na mwanzo wa kutengeneza pesa inafikaga wapi. Do you understand there is two different people that you are carrying? Because there are people who are different. Mtu ni mmoja lakini wako watano ndani yake. Utakuta asubuhi ako hivi, saa 4 amechange, saa 5 amechange. By the time you go to the 10th hour, you find this man is 5 different people. If you cannot be able to understand this man how he's changing or this woman how he's changing, then you miss the track. Utakuta you'll be chasing this man. And when you become a chaser, you lose the vision because you will not have time to educate, to help, to assist. Hallelujah. Understand your children. Know them, each one of your child. Understand. Wacha kumsukumilia ile kitu haiwezi kufanya ama hakifanyiki. Understand each one of your children.
ujue huyu anapenda hivi, huyu anapenda hivi, huyu ni engineer, huyu ni lawyer, huyu ni mtu wa biashara, huyu ni nini. Hata mtoto mwingine una understand huyu ni kama ni conman tu, ni mkora. Bwana Yesu asifiwe sana. Una understand na unamgurumu in that line. Usimgurumu from a different, kumubadilisha, maana si ukora ako nayo. Ndio kwa maana anakujaga na kudanganya, anachukua tu pesa, anakudanganya, anaiba kitu, anakufanya hivi, anaiba, anafanya. Si mkora. Huyo ni mtoto, ni business mogul. Is a shrewd businessman. Sasa usiue hiyo akili yako nayo, isaidie, uibadilishe, uiweke ikuwe straight, ndio ifanye ile kazi inahitajika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona kama mtoto kako kanapenda kupenda, unakutaka kanabeba bunduki, kanakuwa ujue yako ni polisi, ni kajeshi, katayarishe kakuje kukua kajeshi, maana akili yake yote imeanza kujua kudush. Sasa mtayarishe, because the growth of this child atakuwa hivyo. Na ukuta galia mtoto yako anajua kubomoa radio. Kama mimi kuna siku moja nilibomoa TV. My father was one of the lucky people zamani hizo kuona TV. Ilikuwa inaitwa Great Wall. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ilikuwa katikati ya boma karibu 300. Unakuta Great Wall ni moja. Sasa kwetu ndio watu walikuwa nakuja kuona mpira ama kuona TV jioni. Sasa swali yangu ilikuwa naulisaka, huyu mtu ndiye aingie hapa, aliingilia wapi na anakaaga? Nikauliza baba yangu mara 3, huyu mtu aliingilia wapi na anakaaga wapi na anakulaga chakula gani? Baba akashindwa kunielezea. Nilikoja baba aende kazini, mimi nikabomoa TV kangu nikitafuta huyo mtu, kwa sababu nataka kujua hii akili mingi ya kutangasa, hii akili mingi ya kuongea. Anaongeaga kila wakati vitu vingi, lakini sijui kule anatokaga hatumuonangi. Sasa nilikuwa siku moja nilikaa kwa geti nikigoja nimuone akiingia, na nikakaa karibu na TV, nilikaa kama kasukura hivi nikichukulia, mpaka nilikutwa na baba yangu nimelala, maana nilikuwa naogojea kuona huyu mzee anaingiliaga wapi. Sasa wakati mzee baba yangu alishindwa kunielezea, nilibomoa TV yako. Nilichapo kichapo cha ubwa. Kwa sababu mimi kama nilikuuliza uniambie huyu mtu anaingiliaga watu, because mimi nataka kukua kama yeye. Unanipiga kwa nini? Unapiga kwa nini nani huyu mtu? Kumbe nimeharibu TV. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is becoming, become ambitious. Don't become just, usikae hivyo, become ambitious with a plan. Don't die. Usiende mahali ufike mahali uone ni kama utashindwa. You can never be defeated. Once you put your leg forward na uambie Mungu, if it is your will I be here, let it be, and pursue your cause. Mungu akikwambia it is my will, then you pursue. Don't fear whether you have money or you don't have money. Just pursue, get there and move, make a move. Mimi nikianza kuenda Serena pale, mimi kuna wakati mwingine naitaka sina pesa, mkininyima pesa hapa ya kukula, mimi siendagi ati kuomba chakula mpaka Romaido. Hapana, ninaenda pale Serena, ama naenda Pan-Africa, ama nilikuwa naenda Intercontinental, ama naenda ile huko juu. Hata huko Ken Pisiki nimewahi kwenda, nikaenda nikaitisha chakula inaitangwa ika samaki kakukatwa hivi, kanaitangwa namna gani, salmon, na unaitisha na mashed potato. Yes. Na naitisha na cappuccino haikuagi chai mingi, inakuwa wanauzaga omo pofu, kikombe 3/4 ya kikombe ni pofu, ikachai nikametoshana hivi. Sasa ni kama sentimita 2 ya kachai ya kakofi yako. Sasa hako ndio tunanunuaga 3,000. Unaenda unaitisha, au unajua una pesa unaitisha, because unajielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. But don't try this at home. Unajielewa. Kuna wale watu wamekuwa wamepatia hiyo level ya kuoperate namna hiyo, lakini ukitembea na mimi you can operate in that level. Bwana Yesu asifiwe sana. If you agree to walk with me, if you agree to come and interpret the dream I have, we will conquer mountains. Mimi naingia hata kwa ndege bila pesa. Ala? Naenda naambia muli wa tikiti, wa tours and travel. Namwambia hebu nitafutie tikiti ya kwenda UK. Just issue the ticket. Nitatuma mtu wangu akuletee cheki. Akikaka kidogo anasikia niko London, namwambia niko London. Nitakutumia pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I have to go where God has sent me. Na kwa sababu kuna mtu ana uwezo wa kunisaidia kwenda, I have to go. Na kuja na msote namwambia, mimi nilifikiria wamekuletea. Na unampatia shilingi 2,000 ya kukunywa chai ya kulipa nini? Itakuatia. Kule haki. Dosho. Ushaenda na umeru
You have fulfilled you have done your business, you've come back. But ukikuwa hapa unakaa kwa nyumba mani nimetemakanie digima itakendena igana lemwe tuko kwa digima nyumba ni digeria. Mimi nikinunua gari yangu haria. And hiyo gari is my treasure. Nataka kuiuza na shida kuiuza. Is my treasure. Nimekuwa nayo over 15 years. Nikienda kuinunua sikuwa na pesa. Tulipigana na bibi yangu kwa sababu ya 50 bob. Maana alikuwa ananiitisha, alikuwa anataka kubaki na 50 aende anunue maziwa. Na mimi namwambia kwa sababu uko na nyonyo na iko na maziwa, wacha nibebe hii 50 nitoke niende nitafute tupate chakula ya jioni. Mama ana insist hapana, hata hatujakunywa chai. Sasa unaenda huku wa 50 tutanyweta chai. Nikamwambia sasa tukikunywa chai hatutakula na sapa, mtoto huyu hatakula. Why can't you listen with me? Just wacha niende na hii 50, niende nikatafute pesa. Na wewe una nyonyo, patia mtoto. Hata kama inaisha, wewe mpatie aendelee kunyonya, afikirie kuna kitu anafanya nini? Ananyonya. Bwana hapo mtampatie mnyonyi weke maji anikule maji. By jioni hata kuwa amekufa nitakuwa nimekuja. Mama akakataa akasema hapana sikupatii. Mama ilibidi kwa maana ameshika mtoto ilibidi ni twange kofi. Pwa! Akasema kaiwa, akaagusha pesa chini, nikachukua pesa nikachomoka nikaenda nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale mnafikiriaga mimi nitakuoa. That is a man I am. Utakula tu sirapu. Hivyo tu kimjisa. Sasa kwa hivyo mnafikiriaga ati umepata possible husband, prepare for war. Prepare, utakula sirapu na life itaendelea vizuri na tutaendelea vizuri na Mungu atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Nikiwaambia kenu hau. Nini? Kwa sababu ulisikia nilikula mtu kofi. Sio ni ujinga. Unakwambia chukue ka 50 niende nitafute pesa. Na wewe nakatalia mkule hiyo ka 50. Jioni tukule nini? Unajua it is logical. Na nikaona huyu mama ameanza kukua mjinga. Lakini nikaona labda akili zake kidogo zilikatwa, zikaingia kwa mtoto, that is why hafikiri sana na amebeba isa nikapiga kofi. Akaagusha kanoti, mimi nikabeba kanoti yangu. Nilipobeba mimi nilikuwa napenda sana na ile position. How do you position yourself? Mimi nilikuwa nabeba hata kama sikuwa na gari yangu, nilikuwa nabebewa Nissan, singebebwa na hii magari kubwa Nissan, na nikae kiti ya mbele upande ya mlango. Afadhali mtu akikuja anataka kuniambia soka na nishuke wewe ingia, mimi nikae hapa. I positioned myself. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika kuposition yangu nikateremka, hiyo matatu ikapitia Valley Road ikakuja hapo sita mambo chini, tukiteremka kwa jamaa mwingine rafiki yangu alikuwa na Range Rover. Akaniona akaniambia wewe kusharitia mno, nimekutafuta siku mingi sana, wewe uko wapi, umepotelea wapi, choka kwa hiyo gari kuja. Mimi nikashuka nikaingia kwa gari. Mzee akaniambia pale ngamo pale gara kuna vijana wako wameshika nyumba ambayo unajua siku hiyo tulikuwa tunaiba manyumba sana, zile wazawaidi zilikuwa abandoned. Sasa kuna nyumba pale ilikuwa imechukuliwa na vijana na alikuwa nadanganywa ni Waruinge ameshika, maana jina Waruinge kukamata kitu na jina Waruinge ilikuwa ni guarantee sure bet ni yako bana. Huwezi kutaka kucheza na Waruinge, huwezi kutaka hata kidogo. Nilitembea kwa duka mama mwingine hapa Gong Road. Nilipotembea hivi kutafuta kitu, nilikuwa natafuta kitu hapo kwa duka yake, niliona mama aliingia na huko ndani akaenda akaambia mzee nitoa koro. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee akaniambia pale ng'ambo kuna nyumba yangu mmeshika na mimi nimepata mnunuzi, nataka tuende waambie vijana watoke, nilete mnunuzi aione anipatie, kwa sababu alikuwa kugoga alikuwa na goga. Nikamuuliza ni nyumba gani, kwa maana kuna nyingi nimeshika hapo. Akaniambia nyumba hiyo mahali. Nikamwambia sasa nielezee vizuri. Akaniambia na hapo iko iko hiyo nyumba iko hapo next. Nikajua ni gani na nikajua hiyo sijui ni nani ameshika, lakini maana ameniambia. Nikamwambia okay neo okay sasa unataka niende nitoe vijana hivyo mkono tupu? Akaniambia hapana, niko ready. Nikamuuliza utatoa pesa? Akaniambia ile pesa yote mtatiitisha nitatoa. Nikamuuliza nikikuitisha milioni 15 utatoa? Direct nikuta munene nikuta. Nikamwambia leta deposit kwanza. Tukaenda Equity hapo hapo Kenya House hapo chini. Neta nini hapo GPO. Sikuna Equity hapo. Tukaenda hapo Equity. Akanitolea milioni ngapi ya kupelekea vijana waondoke dialete mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikaweka milioni ngapi? Hiyo milioni 2 nilipata Gong Road Sakai Motors.
Nikaenda nikanunua hali ya 1.5 cash money. Nikienda gara nilienda na gari yangu. Nakumbuka nyumbani kuna mtu amekula coffee. There are decisions that you make in your life and they will change your life. Because God will see. Yes, nilichapa mtu lakini Mungu aliangalia. Huyu mtu alihitaji kichapo maana alikuwa anazuia muujiza wa siku hiyo. Kama tungekuwa na yeye hapo ningekutana na hiyo tajiri. Sometimes you do some actions na unakula coffee mzuri kwa sababu ya an action, a prophetic action. That was a prophetic coffee. Bwana Yesu asifiwe sana. Heni nikiwa Ndura na dogo nikule prophetic, kichapo prophetic. Na kutoka hapo maisha yangu ikabadilika. Nilipoenda nikakuta ni vijana najua, nikawapatia 200,000, nikaambia teherera iha nini kama ndorenda ukakuonia hau. Nikaenda nikachukua kibudosi, nikamlete hapo, akafika huko akatembea, akakuja na mtu wake wa kuuza, akatembea, nikamwambia kabla hujarudi huko, twende nipatie pesa yangu. Alinipatia 13 million cash money. Nikienda nyumbani nilienda huduma. Sasa hiyo ndio huduma, kulikuwa kunatengenezwa viti mingi na makabati. Wale wameenda kwetu nyumbani. Keshagi ile kabati ya black inakuaga hapo. Hiyo ni moja nilinunua siku hiyo. Ile viti zote unaonanga kwetu hizo nilinunua siku hiyo. Ninaziweka kizikuanga za kunikumbushaga the day my life changed. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe silabu inafuguaga maneno. Silabu inafuguaga maisha. Silabu inafanyaga vitu vichange. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilinunua nikapanda na kanta kwenda nyumbani. Maana tulikuwa tunalalaga chini. Nilipanda na kanta msima imejaa vitu kutoka huruma. Kufika nyumbani, bibi nikaambia bibi nimekuja. Akaniuliza ishi au? Nikamwambia niko kwa dada akora. Akaniambia kai no dede toye wa ngoma. Oh, niliambia wewe ni wa masoniki. Nitoka akapiga duru na akatoka. Akaenda kwa Murang'a. Alipofika Murang'a akaambia baba yake alimchapa kofi tena. Akaambia rudi. Kuna vitu vinahitaji kusukumwa. Nahitaji kukua na roho juu. Kutajua na mipango mizuri, lakini sio kuwa na mtu ambaye hajielewi. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what I want you to do now. Muanze kufanya, muanze kukua. Ye wekeraga hana thina. You are not poor. You are not born poor. You are born rich people. You are such a powerful people. It's only a single decision that you make and you change your life. Wacha yate pesa ni go kashi umeko. Pesa ni go shari hiyo. And you intimidate. Hakuwezi kupata pesa tina roho mtakatifu. Roho mtakatifu akaage kwa pesa. Hata ajui pesa ni nini. Anakupatianga grace ya kufanya maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaomba Yesu, Baba nakuomba uniteremshe. Hivi kule juu hakuna factory. Delaru iko Kenya. Kama kungekuwa pesa uko Delaru ingejengwa Kenya, ingejengwa biguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, magari ingejengwa biguni na inaanguka hapa chini. But vitu za dunia zinatafutwa kidunia. Hello. Acha hiyo kiokoko yako mrefu na niguorirwo ni thina. Tumalizie tu hapo. Hii iwezi malizika leo. Naona inaenda peji karibu 100. Bwana Yesu awabariki sana. Mumenielewa sasa? Yeah, go getters. Wale watu wako na manyumba Nairobi na wako na mashamba Nairobi ni watu walikuwa wali risk. They are risk takers. Wale watu wazuri hawatakagi kuibiwa, hakuna kitu wako nacho. No, they don't have anything. A risk taker anaekelea 10 million ipotee ama isipotee na maisha inaendelea. Lakini ukikaa ati unyitetie utakuwa ukitoa 1,000, 12,200, 12,300, 12,400 unakuta milioni 1 imeisha. Unaanza kujiuliza gari utaegeko. Risk wekelea. Mungu wa mbinguni aliyekupatia hiyo atailinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Atailinda. Maana ameona uko roho juu. Kwani Mungu akitengeneza binadamu si alikuwa na riski? Si alikuwa anajua hawa anaweza kwenda kuabudu shetani? Na sasa mnaabudiki shetani. Si Mungu aliriziki tu akakaa na nyinyi. Yes. Kaniki gitumire uke kanitha, gititondo rari kwa ngoma ira. Goka kuhera mehia. That's the reason tunakujaga kutubu, maana sometimes business inakitaka kwa shetani na unarudi. Unawasekenya mtu na ukiingia kwa mstani, kusekenya tu ni kwa shetani. Kuongea mabaya ni kwa shetani. Kudanganya mtu ni kwa shetani. And that is where you have a church. Yeye unakuja unatubu dhambi zako. Lakini ukikutana na pastor kama huyu, anakuelezea ukweli, anakuambia wacha nini? Ujiga. Haleluya. Niko mmenyeleta udhaifu. Hapa ni uache mimi sitatembea na mjika tena. Tumetengeneza kila kitu, tulikuwa tunatengeneza ground, sasa mkuje na ideas
kuja na idea tuiombee hapa. Nani anaitwa nani aliambiwa andike maandishi? Niko Herodho. Ni nani? Habakuk aliambiwa aandike with what? With the capital letters. Wekelea hapo. That is all what God needs from you. It's not your money. He needs you write the vision with the capital letters. Then from there, he will implement everything. He will send people to come and help you. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't need to have money to start a business. You need to have that vision to start a business. You don't need money. Hauhitaji. Mimi sijaifungua kazi, sijaijifungua chochote na pesa. Hata tukikuja kwa hii nyumba, sinawambia ka story venye niliingia. Niliandika cheki hapa ya shilingi 1500 na account yangu ilikuwa na -10. Na nikaingia nyumba bila kulipa. Yes, na nikaongezea cheki nyingine another 500,000. Zikakuja 1 million na account haina hata dururu. You can imagine. Na unakuja na nikaanza kubomoa huko, nikaanza kubomoa zile vitu zilikuwa zimewekwa huko. Na nikaita mafundi na sikuwa na pesa. But the third day after nilipatiana check na kuita mafundi, the fourth day ndio tulifanya show na nani? Na Mboya. One show peke yake. Watu wale walitazama, nilitumiwa pesa, nikatumiwa mapesa from all over. In 1 week's time nilikuwa na 5 million kwa account. 1 week's time I had 5 million in my account. Because of that faith. Niliambia Mungu wewe ndio utaibika. Nilikuja tu hapa nikapatia kiateka macheki mbili. Moja kama leo, ingine 2 days later nikampatia. Nikamwambia sasa ukienda kwa bagi after 7 days utapata pesa. Exactly at 7 days we had 5 million in the account. Alinipigia simu, niweka cheki. Hujaweka? Haya, hujaweka? Ukichelewa kidogo ibausi sauri yako. Maana pesa mimi naekaka zikitolewa, zikitolewa. Hivyo that's how you acquired this place. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't wacha kutidao ukikaa kuendelea ule kugire thina. Utire thina. Hakuna shetani ameshika mali yako. Ni wewe uko na ujinga. Hakuna shetani ameshika mali yako. Go and possess. He told Joshua, amuka, go where utakanyagisha mguu, you shall possess. Alimwambia utaenda kutoa madimoni hapo. Kuna demoni aliambiwa atoe. Na akaambiwa chukua paga, chinja watu, ua watu. Yes. Hakuambiwa akaue demon, aliambiwa ue watu. Ndio achukue hiyo shaba. There is no way. Vitu za hapa duniani si demoni, ni wewe. You are the demon. Simameni kwa miguu yenu. Na topic ya dream imefika mwisho. Kama hakuna kitu umeshika, sauri yako. Mungu atakuonekania huko mbele. Na ni most likely ukienda biguni ikikuja utakataliwa. Maana venye nimejitolea kuwafundisha na mmekataa kusikia, it means something wrong with you. Shika sadaka yako niombe. Hii weka huko. Inua sadaka yako juu. Nataka ifanyike mbegu katika maisha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru, nasema ni asante kwa mafundisho mazuri umetufundisha. Asante maana umetufundisha jinsi ulivyotumia watumishi wako katika kuimarisha dunia. Ulimtumia Musa na ukambadilisha na akawa kitu cha kubadilisha dunia hii. Ulimtumia Joshua akawapeleka wana wako wa Israeli kule Kanaani. Ulimtumia watumishi wako wote ambao uliwatumia kwa njia ya kipekee, na wote walifaulu na walifanikisha malengo yako yote. Ninakuomba ukumbuke hawa watumishi wako. Wameinua dhabihu hii mbele zako. Si pesa wanakuomba, si utajiri wanakuomba, bali wanaomba hekima yako. Kama vile ulivyompatia Suleimani hekima ya kujua kuishi katika dunia hii. Wasaidie macho yao wakafunguke, wakaone vitu vyao vilipo. Wakaone mali zao, wakaone utajiri wao, wakaone mashamba yao, wakaone vitu ambavyo ni fiche, jinsi ulivyotuelezea katika kitabu cha Isaia 45. Ulipomshika mtumishi wako Cyrus kwa mkono wake wa kulia na ukamfanikisha na ukamfungulia milango, na geti ambazo zilikuwa zimewekwa zikavunjika, na milango ilikuwa imeinuliwa nayo ikafunguka. Ukamtuma Paulo na Sila wakashikwa, na walipopelekwa korokoroni
Walipokuabudu, milango ya korokoroni ikavunjika, na hata misingi ya nyumba hiyo ya jela ikaweza kutingizika. Ninaomba Baba, misingi ambayo imenasa fikra za hao watu, ndoto za hao watu, ikaweze kutingizika na kuvunjika na kuanguka. Milango ya jela ikafunguka na madirisha yote yakafunguke. Wapate vipawa vya kuweza kufanya kazi na kufanya jinsi unavyopenda ama ulivyopenda wafanye, to know their purpose. Na mahali popote wataenda Baba, wapate vibali vyako na wapate vibali vya dunia na vya binadamu. Kwa kila jambo watakalofanya, kama ni biashara, biashara hii iwe manufaa kwao, iwe baraka kwao, ndoto zao zikafanikike na ziweze kupata watu watakao wasaidia kuinterpret ndoto zao. Wapatie neema na vibali kwa kila njia na kwa kila mipango. Na pia kwa wale ambao tunahudumu pamoja na wao hapa Baba, ukawafanikishe kwa njia mbalimbali, ukawafaulishe katika malengo. Mafundisho ambao nimewafundisha ni wewe tu umewafundisha. Ninakuomba mafundisho yao hayo yakakuwe baraka kwao, na maisha yao ikabadilike, na njia zao ziweze kubadilika. Wasaidie wakuelewe, wasaidie wakuwe watu ambao ni wepesi wa kufundishwa, wepesi wa kuelewa na wepesi wa kutafuta uso wako. Wasaidie wakujue, wasaidie wakupende, wasaidie wanyenyekee mbele zako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Thank you. God bless you. Najua kutoka sasa everything will change in your life. I know your life will change. I decree and declare that it shall never be the same again. Hautaitwa maskini tena. Hautaitwa mtu wa kuombaomba tena. Hautaitwa mtu sumbua tena. Maana hata familia yenu inakujua kama sumbua. Wewe si sumbua. Wewe umebarikiwa. Wewe umeinuliwa. Wewe ni mshindi. Wewe umefanikisha. Na kila njia na milango yote na geti ambazo zilifungwa zote zimebomoka katika jina la Yesu Kristo. Nenda ufanye hiyo kitu ambayo ulikuwa nataka kufanya. Nenda ufanye hiyo biashara. Nimeinua madhabahu ya biashara ya aina yoyote ile ungetaka kufanya. Ile biashara yoyote ulitaka kufanya, nimeinulia madhabahu ya kiungu, ya kwamba hakuna madhabahu ya kifamilia, ya kuzimu, ya kimaeneo ambayo itaweza hana na madhabahu hii. Utashinda, utakuwa mshindi, utakuwa baraka, utakuwa wa kugawa, utakuwa wa kukopesha, utakuwa wa kubariki, utakuwa wa kueneza, utakuwa wa kufaulisha. Maelfu ya watu watakuja kukuomba. Maelfu ya watu watakuja kukopa kutoka kwako. Maelfu ya watu watakuja kuomba msaada wako, maana Mungu amekuteua kwa muda huu na umebarikiwa. In Jesus mighty name. Lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.